Okay. Twende leo taratibu hapa. Sasa katika hii account hii na leo niliwaambia video itakayofuata itakuwa ni part 2. Sasa hebu tuone hii part 2 hii. Part 2 hii inadili zaidi na account ya mkuu wa shule. Kwa mkuu wa shule akisha login atakutana na dashboard kama unavyoiona hapa. Kwa katika hii dashboard sasa. Katika hii dashboard atacheza na menu zilizopo hapa chini. Sasa menu zenyewe ni zipi? Nazionyesha hizi menu. Atacheza na hizi menu hapa. Hizi hapa hizi. Kwa mkuu wa shule atacheza na hizi menu. Menu moja baada ya nyingine. Hizi hapa. Menu moja baada ya nyingine. Inabidi acheze na hizi menu. Ukianzia na menu ya kwanza ya school management, ya pili school inventory, class operator, kuna dues, assessment score, user management na nini. Sasa mara baada ya kulogin, yani mkuu wa shule, mkuu akitoa kisha login, atakutana na hii menu ambayo unaiona hapa. Sasa hii menu cha kwanza atakutana na hivi enrolled student hapa, jumla wanafunzi wote. Sasa hapa menu imefichama. Naweza nika-click hapa hivi. Niki-click hapa, manake nairuhusu menu ya huku ionekane. Ikionekana hii menu basi hii hapa upo kwenye dashboard. Ndio maana hapa inaonekana hapa. Ila nikitaka nitoke kwenye dashboard, naingia kwenye school management. School management nitakutana na hivi vitu hapa unaoviona hapa. Kwa vitu vyenyewe ambavyo vinaonekana hapo ni hivi vifuatavyo. Kuna hapa kuna setup school. Unaona? Hivi hapa. Hivi ndio vitu vinavyoonekana hapa, ndipo utakapoanza napo. Na hivi hapa ni school management. Kwa unaanza na hapa kabla hujaendelea na popote. Kwa hapo tutafanyaje sasa? Ona hapo kitakachoenda kufanyika hapo. Tunaanza na menu ya kwanza, setup school. Setup school itatutaka hapa tujaze baadhi ya vitu vinavyohusiana na shule. Sasa vitu vyenyewe ni vitu gani? Lazima tuanze na selection. Selection unayoifanya hapa kwenye hivi vyumba viwili. Hapa inatakiwa tuanze tu select kitu hapa. Sasa hapo utaselect vitu gani? Utaanza hapo utaselect class. Sawa, kama hapa ni O level. Hapo utaselect ni darasa gani, labda naanza na form 1. Sasa hapa ukisha select hivyo, turudi tushuke na hapa chini hapa. Hapa chini hapa pana menu ndogo ndogo hapa. Unaziona hizi menu? Hizi. Sasa hizi menu hapa inabidi tuanze menu moja baada ya nyingine. Sasa tutaanza na menu gani? Tunaanza na hii hapa, stream and student. Kwa tukiclick hiyo basi menu zinazokuja ni hizi. Lakini for first time hapa utakuta hapana chochote. Sawa, kama unavyoona hapa mikondo tayari ipo. Lakini kama ndio unaanza mara ya kwanza hutaona chochote hapa. Sasa na ukibadilisha darasa hapo weke form 2. Basi hapa watakuja maana kutasajili form 2. Ukibadilisha tena hapo utasajili form 3 na kuendelea. Kwa kama ndio unaanza hapa huwezi ona chochote. Sasa ili usajili mikondo kwa sababu na stream and student. Kwa utaanza kwa kusajili mikondo iliyopo shule. Unabonyeza hapa new. Sasa ukishabonyeza new hapo itakuja hapa maana hapa sasa unaweza kusajili mikondo. Unaona? Sasa note kitu kimoja, wakati unaanza kusajili mkondo, uangalie hapo unasajili mikondo ya darasa gani. Ndio maana unaweza kuanza na form 1. Utaanza na form 1A, mfano na una hadi ni hapa. Hapo unaanza na A. Sasa kwa kuwa A ilishajisajiliwa imeishia G, ndio maana hapo imekuja H. Mfano nita select H, hapa nitaandika form. Aidha naweza nikatumia herufi kubwa au herufi ndogo. Naandika form 1 siendeshia labda G, form 1H. Alafu na submit. Ukisubmit itakwambia success na huo mkondo unakuwa umeongezeka huku chini. Umeona? Kwa hivyo unaweza hadi mwingine labda hapa mkondo mwingine, darasa lile ni form 1 na hadi mkondo mwingine. Sasa H ipo tayari, naweza nikaweka J. Na J hapa nikaandika form 1J. Form 1J na yenyewe na submit. Kwa mkondo unazidi kuongezeka huku chini. Kwa utafanya kwa style hiyo, utabadilisha darasa hapa, utaweka form 2. Na form 2 utaanza vile vile form 2A, form 2B, form 2C na kuendelea. Unaona? Kwa utafanya hivyo kwa madarasa yote. Sasa ukihisi mkondo
uliojaza labda umekosea au mingi mno, unaruhusiwa kufuta. Kwa hapo mikondo ilishajazwa inakuja kwa staili. Kama hamna ndio unaweza ukajaza. Kwa mfano, hii mikondo niliyoiadi hapa ya form 1. Kama nikihisi mikondo imekosewa, naruhusiwa kufuta. Kwa mfano hapo pana delete au edit. Au jina hilo liandiko umekosea, unaweza ukaedit au ukafuta kabisa hapa. Kwa hii tufute kwa sababu ilishasajiliwa tayari. Subscribe hii channel ya Mwalimu na Mifumo kwa ajili ya updates mbalimbali ya mifumo mingine ambayo nitaelekeza hapa namna gani unaweza itumia hiyo mifumo. Na sasa hivi mtumishi wa umma unapaswa kujua mifumo mingi kwa sababu mambo mengi yatafanyika kwenye mifumo. Hii channel ni Mwalimu na Mifumo na karibu sana, namba yangu ni 0753538043. Unaweza kunitext WhatsApp au moja kwa moja unaweza nipigie simu kama utakuma kwangu. Kwa mikondo utasajili kwa style hiyo. Pia kama mna advance na pia utaklik advance. Alafu utaanza kuselect hapa darasa labda ni form 6. Ukiselect hapo na penyewe unaweza ukaadi mikondo. Mfano hapa the way nilipo sajili naandika form 6 GEM, form 6 HGE. Kama hivyo mingine unaendelea kuadd. Kama ni form 5 basi utaklik form 5 na yenyewe utasajili mikondo yote hapa kwa kutokana na combination. Then ukishasajili mikondo, what next? Kitakachofuata sasa ni kwenye haya madarasa kumapu wanafunzi. Yaani kuwapanga wanafunzi kwenye hiyo mikondo. Ndio maana ukishasajili mikondo hapa kuna neno map student. Kwa tuna mapu vipi? Ukiklik map student watakuja wanafunzi wote hapa wa form 1 kwa sababu darasa naocheza nao ni form 1. Ili wa map kwenye mkondo A basi utakuwa unaweka tiki, unaweka tiki na hapa, unaweka tiki na hapa. Unako unaenda na select wanafunzi unaona hawa watakuwa mkondo A. Na hapa hivyo utaenda na select wote hadi unamaliza. Ukishamaliza unabonyeza hapa map student. Ukibonyeza map kwa hao wanafunzi wanaenda mkondo A. Hivyo unaenda mkondo B. Na wenyewe utaselect wale wa mkondo B. Sasa uzuri wa hii system ukisha select mara moja mkondo A, wale walio hapa mkondo A mara ya pili kwa hawataonekana. Kwa wataonekana wale tu ambao hawana mkondo. Kwa utaselect na wenyewe ukifika hapa unabonyeza map student wataenda kwenye mkondo B. Hii sehemu nyingine ni ya kuview map. Sasa wale walio wa map huku unaweza ukaview. Kwa mfano niangalia hapa form 3. Hapa form 3 walikuwa map wote. Kiangalia form 3 niangalia hapa form 3A view map. Nikiview map basi utaona form 3 hawa hapa wote wapo hapa. Unaona? Kwa utaona wote wapo hapa muda. Sasa na kuna muda kama ulimap kwa bahati mbaya unaweza kliki hapa afu ukaanimap. Maana kuna mtu kwamba huyu nilikosea hayupo mkondo A. Ukikliki hapa animap anarudi kwenye ile kapu la form 3 wote. Kwa akisharudi kule unaweza kwa ukampa darasa lake sasa. Na wewe ukihisi usio unabonyeza una animap. Ukianimap anaenda anarudi kule kwenye kapu unaweza ukampa mkondo mwingine. Unaona? Maana unaweza sema huyu nilikosea ni mkondo C au huyu ni nini. Kwa unaweza ingia kwenye mkondo husika. Kama alikosewa yupo huku D, yupo C, unabonyeza wakionekana wa C basi una animap kwamba huyu sio huu mkondo wake sio sahihi. Una animap hapa. Ukianimap anarudi kwenye ile kapu unamwasaili upya. Kwa hii ipo kwa style hiyo. Baada ya hapo kwa kipengele cha kwanza cha stream and student kipo kwa style hii unakuwa umemaliza. Tunaona hapo. Kwa tunaenda taratibu kidogo ili walau kila mmoja aelewe hichi kinachofanyika. Na ukumbuke hapa tunacheza na ile menu ya kwanza kabisa ya school management kipengele cha setup school. Baada ya hapo tumemalizana hii stream tunaenda kwenye menu ya P ambayo ni school subject. School subject maana yake ni masomo yote yanayofundishwa hapo shule. Masomo yanayofundishwa hapo shule ndio school subject. Kwa ukiklik hapa basi system huwa ina load data zake zinaonekana kwa hapa chini. Kama unavyoziona hapa. Hapa na masomo yote. Sasa kwa sababu hii shule ni ya A-level na O-level basi utakuta imeanza na A-level. Pana masomo hapa mengi sana zaidi hata sijui yanafika 80 kitu hivi. Kwa wewe mara ya kwanza utakuta yamewekewa tiki hivi. Utakuta na tiki yote. Kwa unachokifanya kama yana tiki yanamaanisha hao A-level wanasoma hayo masomo. Kama hawasomi kwa unabidi hizi tiki uziondoe. Sawa. Ukiziondoa hizi tiki nenda kwenye masomo husika ndio yaachie tiki. Kwa mfano kwenye hii shule masomo yaliyopo kuna haya ambayo yapo na tiki. Kuna advanced math,
basic mathematics. Kwa haya masomo kutokana na hii shule ndio ambayo masomo ambayo hii shule wanafunzi wanayasoma. Hapa walau kuna baadhi ya masomo yamewekea tiki. Kwa hiyo unaweka tiki ya masomo ambayo wanasoma. Ukishayawekea tiki hayo, basi ukishayawekea hayo tiki ndio inamaanisha shule yako wanasoma hayo tu. Kwa tukishuka huku chini utakutana na O level. Na O level na wenyewe weka tiki masomo wanayoyasoma. Kama unavyoona hapa na masomo kadhaa, huku chini kuna masomo kadhaa. Wekea tiki kwa O level. Kwa O level pia masomo ambayo wanasoma. Ukishamaliza hapo, basi unarudi nyuma kule, unarudi kwa juu kule. Ukirudi kwa huku juu utakuta pana sehemu pameandikwa update. Una click hapa update. Ukiupdate kwa hayo masomo yatakuwa yameingia kwenye system. Kwa hiyo masomo ya form ya O level, masomo ya advance. Kwa hiyo hichi kipengele cha class subject kipo hivyo, school subject kipo hivyo. Baada ya hapo tukitoka hapo kuna kipengele kinachofuata cha class subject. Class subject sasa kila darasa lina masomo yapi? Unaona, kwa mfano form 1 masomo yao ni yapi? Form 2 masomo yao ni yapi? Kwa hapa kama kawaida tutacheza na menu zile zile. Tukianza na hapa mwanzo tena hapa kuselect darasa. Unaona, select O level au advance, then una select darasa, chini pana masomo yake. Unaona? Sasa hapo na penyewe unafanyaje? Kuna hapa na penyewe unaweza anza hapa form 1. Form 1 wana masomo gani? Kwa hiyo haya hapa mara ya kwanza utakuta hapa hapana chochote. Sasa hivi unaona tayari pana masomo hapa haya. Haya masomo yameshajazwa. Sasa masomo yabidi selected. Ila wewe kama unaanza mara ya kwanza hapa hutaona chochote hapa. Kwa unachotakiwa ukifanya sasa ni kuadd. Sasa una add vipi? Unabonyeza hapa add, then una select masomo hapa. Kwamba form 1 wana masomo gani? Yapo yote hapa ambao uliyaselect kule. Kwa utaselect hapa somo. Kisha select, mfano umeselect, una submit, linajiongeza pale. Nakuja tena lingine una select, una submit, linajiongeza. Baada ya hapo utakuja darasa lingine hivyo hivyo. Unaona? Nakuja darasa lingine na wenyewe una add. Kwa mfano form 3 hapa utaona wana business study, kwa sababu form 3 hawasomi business. Unaona? Ila kwa form 1 utaona wana business study. Kwa kama ilivyo hapo. Ukirudi mfano form 1 hao utaona wana business kwa sababu wanasoma business. Ndio hapa lengo la kumap kila darasa na masomo yanayosoma. Kwa kipengele hicho kipo kwa style hiyo. Then next ni staff subject. Hapa ni walimu wanafundisha masomo gani. Kwa ukiklik kipengele basi watakuja hapo walimu. Sasa na wenyewe wao walimu note kitu inabidi umeshawasajili kwenye mfumo. Sehemu gani unawasajili? Kuna kipengele kimoja kinaitwa staff management. Pale kwa staff management unasajili walimu. Sasa hicho kipengele sitakielezea kwa undani zaidi kwa sababu kina sensitive information za staff. Mfano kina email, sijui kina nini, kina check number. Kwa sitakielezea kwa undani zaidi kwa sababu kina taarifa ambazo ni sensitive, personal information. Kwa pale kwenye staff management utasajili walimu wako. Kama utakuwa unasajili utakwama, utanitafuta, utanipigia simu, tutaona namna gani ya kuwasiliana. Nitaeleza labda in short ila sitaingia ndani zaidi. Kwa hiyo kwenye masomo hapa maana utakuwa una select staff subject kwamba mwalimu anafundisha darasa gani, somo gani. Kama unavyoona hapa. Unaona? Mfano kwa kuna masomo hapa tayari yameshapewa walimu. Kama unavyoona hapa walimu wameshachukua masomo. Mfano sasa natolea mfano Kiswahili form 1. Naweza nikaadi mwalimu hapa, nitabonyeza hapa, nitafuta mwalimu anayefundisha form 1 ni nani. Naangalia kati ya hii list hapa. Nikishaangalia nasema labda ni huyu. Alafu then na save. Unaona? Na hiyo nikaangalia physics, anayefundisha physics form 1 ni nani? Na yenyewe inakuja naangalia physics kwamba ni huyu hapa. Na save. Unaona? Kwa hivyo sasa na system ilivyo hapa imeweka yani form 1A peke yao unawarudia kwamba form 1A masomo yote, form 1B masomo yote. Maana yake haina ile kwamba form 1 anayefundisha hesabu ni mmoja. Kwa hiyo haitajiweka kwenye mikondo yote. Ndio maana hapo inachokitaka hii system uweke mkondo mmoja baada ya mwingine. Na kwa nini inataka hivyo? Inataka hivyo kwa sababu
kuna baadhi ya shule walimu wanagawana mikondo. Yaani utakuta kuna mwalimu anafundisha hesabu form 1A na B. Alafu mwingine anafundisha hesabu form 1C na D. Ndio maana hapa inatupa hiyo option kwamba kila mkondo upe mwalimu. Na kuna shule nyingine zenye walimu wengi zaidi, mfano wa art, wanagawanaga mikondo kwenye masomo ya art. Unaona, ndio maana hii option ipo kwa style hii. Kwa hiyo utaadi kwa form 1, ukienda tena form 2 utawapa walimu pia masomo. Kama form 2 anayefundisha hesabu ni nani, utaadi kama ulivyoadi kule. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unatakiwa ufanye. Mfano hesabu form sema ni adi hapa hesabu form 2, niangalie mwalimu anayefundisha hapo, kama hapa naweza nikambonyeza ile hesabu form 2 na bonyeza hapa adi kwa style. Kwa walimu tawadi kwa style iko ni kipengele cha staff subject. Nafikiri kimeeleweka. Kwa utafanya hivyo kwa madarasa yote. Then class teachers, hapa walimu wa madarasa. Sasa walimu wa madarasa ni vyema ndio ukawasaini hapa. Hiyo wana uwezo wa kuita majina. Usipowasaini hapa, huwezi waita. Hawawezi kuta wanafunzi kule kwenye hiyo modulo yao ambao itawaruhusu waruishe madarasa, waite madarasa majina haitakuwepo. Kwa lazima create. Sasa na yenyewe kama kawaida ukiingia mara ya kwanza kabla hujawaseti hapa hutaona kitu hapa. Sawa? Hapa hivi taarifa hizi hutaona chochote. Unaona? Kwa sababu sasa hapa zilishasetiwa ndio maana unaona hizo taarifa. Sasa unafanyaje? Una click kwa mfano na unataka kuwape madarasa. Na hapa kama kawaida unacheza na level ya elimu ni ipi? Hapa darasa lipi? Nianze labda na form 1. Walimu wa darasa wa form 1 na create hiyo. Hapa namtafuta mwalimu kwamba labda huyu mkondo gani form 1 au mkondo B. Hapa data haijarodi data. Ikirodi data hapa huwa hapa hii mikondo na darasa wale yanakuja kutokana na form ambayo mimi nimeselect hapa. Au nikisema form 2 basi automatic wanakuja wale ni form 2. Same form 2A mwalimu hayupo, kwa unaweza nika-add hapa kwa nikasema mwalimu wa form 2A ni huyu hapa. Nikibonyeza hapo basi nafanya nini? Na submit pa. Nikisubmit maana yake huyu ni mwalimu wa form 2A. Hivyo utafanya kwa madarasa yote. Umeanza form 2 labda utaenda form 3 na yenyewe. Ukienda form 3 kwa na yenyewe inatakiwa add new. Click hapa useme mwalimu hapo select form 3 ile itakuja. Kwa mtandao kuna mtu kiload data vizuri hapa data zinasoma automatic. Otherwise unaweza kubadilisha hapo ukaweka ile form 3 mtandao bado haujarudi hapa. Kwa issue ya namna utafanya hivyo kwa wote. Ukimaliza hapo basi utajikuta madarasa yote imeshamaliza kuyapangia, mikondo yote imeshapata walimu wa madarasa. Unaona? Utajikuta mikondo yote imeshapata walimu wa madarasa. Ndio hapa kwenye class teacher. Baada ya kipengele hichi kuna hichi kipengele cha leave roster. Leave roster maana yake ni ruhusa pamoja na likizo. Ukiingia hapa basi unaweza kukuta watu waliomba likizo na nini, au unaweza create likizo ya mtu. Create una select aina ya likizo kama ni likizo ya mwaka, maternity, retirement, sick. Kwa utaselect hapa, chini yake utaselect hii likizo inaanza tarehe ngapi? Labda inaanza Jumatatu tarehe 10. Itaishia lini? Siku zipo hapo. Utamchagua mwalimu kwamba ni mwalimu nani, utamchagua hapa. Baada ya hapo utafanya nini? Je, atalipwa ni likizo ya kulipwa au ruhusa ya kulipwa au sio ya kulipwa? Kama ya kulipwa utaweka tiki hapa. Kama si utaiacha afuta na submit. Hapo utakuwa umemtengenezea, umemuombea. Maana yake wewe ni kama mkuu wa kituo umeshamuanzishia mchakato wa likizo. Maafisa utumishi kule wata-approve. Kwa hii ya likizo ipo hivyo leave roster. Then kipengele cha examination. Hapa mkuu wa shule au mtaaluma anaweza kaseti aina ya mitihani mbalimbali ambayo itafanyika kwa mwaka. Umeona? Na penyewe hapa mwanzoni kabisa kabla hujaseti utakuta hapo empty. Pakiwa empty wewe una add tu. So add pana assessment item. Kwa unaweza anza the first term. Mtihani utaitwaje? Term ya kwanza mtihani utaitwaje? Una add na submit. Halafu hiyo yote unaweza select na
add new ukaselect na vile vile first term test first term tena. Hapo utajaza tena aina ya mtihani. Kwa ile first term inaweza ikawa hata na mitihani 3, 4. Unaona? Ukimaliza hapo utaenda tena kwenye second term. Examination second term. Na yenyewe kama kuna test. Kwa hivi wapo uta add test kutokana na the way nimepangilia kwamba tutakuwa na test ngapi kwa form 1. Na hapo unaweza badilisha ukaweka form 2. Form 2 na wenyewe utawasetia test vile vile. Unaona? Kwamba test zitakuwa ngapi, utasetia hapo, utasetia hapa. Sehemu nyingine hii iki hapo na select from the list test first term. Hii test inaitwaje? Unaweza sema ni open test au monthly test. Unaona? Kwa unaweza angalia course au weekly test. Kwa utaandika hapa then una submit. Na ukifanya hivyo maana utaruhusu walimu wa masomo kujaza marks za wanafunzi. Kwa kipengele cha kwanza kipo kwa style hiyo. Tukihamia kipengele cha mwisho cha administration, hiki ni cha kiutawala zaidi. Sasa administration hapo ukiclick hii menu ya administration utakutana na taarifa zile za general za utawala shuleni. Maana utakuta kuna mkuu wa shule, makamu wa shule, mwalimu wa taaluma, mwalimu wa malezi, mwalimu wa nidhamu, takwimu, basa. Taarifa za administration hapo utazikuta za style hii. Sitaki ni click hapo kwa sababu zinajitokeza moja kwa moja automatic. Kila wewe nao ukiklik hapa utaziona hizo taarifa hapa. Sasa na hizo taarifa naye ziingiza ni mkuu wa kituo. Kwa mkuu wa kituo anaruhusiwa kuziedit kwa sababu option ya kuziupdate ipo. Kwa ukiklik update unaweza ukazibadilisha kutokana na mabadiliko yaliyopo. Kwa usije ukafikiri kwamba ndio zipo hivyo hivyo hazibadiliki. Hapana, zinabadilika. Baada ya hapo kile kipengele cha kwanza kabisa kinakuwa kimeishia hapo. Kile kipengele cha kwanza cha setup school kinaishia hapo. Umeona? Sasa tukienda kipengele cha pili cha manage student. Sasa tuna manage student kwa namna gani? Sasa hapa cha kwanza noti kwenye manage student hapa na penyewe tunaanza study zile zile. Hapa juu una select darasa gani? Ni O level. Kama ni O level, select a class. Naanza hapa na form 1. Hawa form 1 watajitokeza hapa. Sasa kuna mtu unaweza ukasynchronize hapa form 1 from where? From planes. Note kitu watoto wanavuta kutoka kwenye mfumo wa plane. Kwa ukiklik hapa synchronize wanavuta kutoka kwenye mfumo wa plane huwa wanakuja hapa. Unaona? Sasa ukikaa vizuri kwenye mtandao utakuta wote wanaingia hapa. Then baadaye unaweza select darasa lingine ukaselect labda form 2. Form 2 na wenyewe ukasynchronize watakuja hapa. Unaona? Sasa kuna wengine wanadai anajaribu kusynchronize lakini watoto hawaji. Ukiona hawaji hapa mfano kwa O level ujue kabisa wale watoto hawana admission number. Sana sana form 1. Sawa. Form 1 wanahitaji kuwa na admission number. Sasa na admission number not kitu wanasajiliwa kwenye plane kule. Wakiwa na admission number hapa wataonekana. Otherwise utakuja useme una synchronize hapa lakini taarifa hazipo. Synchronize taarifa hazipo. No. Taarifa zinakuja vizuri tu. Sema tu kawape admission number kule kwenye plane ndio waje. Wakisha kuja hapa basi unaweza waona. Sasa na hichi kipengele nirudi nyuma kidogo. Hichi kipengele cha manage students sasa. Tunaangalia mambo gani hapa? Ndio kishaingia hapa kama kawaida. Menu zipo hapa zina display kama ile sehemu nyingine. Kuna chumba cha kwanza hapa cha select level ya education. Alafu pia menu ambazo tunacheza nazo kama kawaida zipo hapa. Tunaziona. Sasa kwenye hizi menu cha kwanza registration. Sasa registration ndio inacheza na hivi vitu viwili hapa. Add new, unaweza ukamwadi mwanafunzi hapa au ukamvuta kutoka kwenye plane. Sasa kuadi hapa mara nyingi wanaadi wale wa private school wanaweza kaadi. Government school watoto wao wanavuta moja kwa moja kwenye matokeo wanaletwa kwenye system. Baada ya hapo kwenye registration tunaenda kwenye registered. Sasa registered hapo maana yake ni wanafunzi ambao tayari wameshasajiliwa. Ukiklik hapo utakutana na wanafunzi ambao tayari wameshasajiliwa. Wameshapewa hadi admission number. Then hapo kwa na penyewe unaweza kuanza kucheza. Ukitaka form 2 basi watakuja form 2. Hapo ukitaka form 3 basi watakuja form 3. Hivyo form 4 watakuja form 4. Na hichi kipengele kipo kwenye nini? Kwenye registered hapa. Naelewana hapo? Baada ya hapo kuna issue ya transfer hapa. Sasa issue ya transfer maana yake wanafunzi ambao wamefanya nini? Wamehama shule. Ukiklik wanaweza kuonekana hapa kama wamehamia shule nyingine kwa form 4
unaweza click hapo kaangalia labda kwa form 1 wapo. Utakuta kama hapo vipi, unaweza click kaangalia form 2 je wapo waliohama, utawaona. Then kipengele cha transfer. Kwa hiyo utaangalia hapa darasa, na hapa kama kawaida unaweza wahamisha kutoka kwenye system ingawa bado haijawa active kwenye uhamisho, bado unatumia Plem, data za Plem ndio zinazohamia. Then dropout ni wanafunzi ambao wamekimbia shule, wameacha shule. Kwa hiyo utawaona hapa automatic, na kuna muda mwingine unaweza ukaadi mwenyewe. Ukatumia hizi menu kaadi kwamba huyu mtoto ameacha shule. Kwa vipengele vingine viko kwa style hiyo. Guardian, hichi kipengele cha guardian cha mwishoni hapa, hichi kinadili na hichi kipengele cha guardian hapa kinadili na walezi au wazazi. Kwa ukiklik hapo unaweza badili taarifa za wazazi. Ukasajili mzazi au mlezi, taarifa zake ujumla, mkulima, sijui ni nini, Tanzania, majina yake, tarehe za kuzaliwa na nini. Kwa hiyo kipengele cha guardian kipo kwa style hiyo. Ninge click hapa, lakini kuna taarifa za wazazi zipo hapa na wenyewe ni sensitive, ni personal info. Kwa hiyo siwezi ziclick ili zionekane hapa, kwa maana kama natumia ukiclick zitakuja hizo taarifa za guardian. Kwa hiyo ni vizuri wazazi mkawajaza huko ili taarifa za hapa na pale mwenazo, namba za simu, sijui anakokaa, anafanya kazi gani, majina yake na nini na nini. Kwa hiyo ipo hivyo. Kwa tukiangalia hapa kwenye swala la menu, hizi zinakuwa zimeishia hapo. Hizi menu hii menu nyingine inakuwa imeishia hapo kama ilivyo hapo. Sasa turudi tena hapa, twende labda tuangalie menu inayofuata hapo. Maana yake menu tulioangalia ni manage student. Sasa hii manage staff ndio niliyowaambia. Sasa hii manage staff hii yenyewe inadili na taarifa za walimu. Naona hii inadili na taarifa za walimu. Kwa kama inadili na taarifa za walimu, basi taarifa za walimu utaziona hapa, na unaweza kusajili mwalimu. Sawa, hapa ndio sehemu sahihi ya kusajilia mwalimu. Sasa unapomsajili mwalimu hapa, sio mwalimu tu, hapa ni sehemu ambayo unasajili mwalimu, unasajili wafanyakazi wengine ambao sio walimu, mfano walinzi, wapishi, hata wale walimu wanaojitolea. Hii sehemu ndio sehemu ya kusajilia walimu. Na kikubwa taarifa ambazo zinatakiwa hapa ni email ya mhusika, lazima awe na email. Then hao walimu wa kujitolea wawe tu wanajua kabisa ni masomo gani wamesomea, kozi walioisoma. Then lini alianza kazi hadi saa hizi anaendelea na kazi. Kwa hiyo vitu ndio ambavyo vinaulizwa hapa, na masomo anayofundisha. Then huyu mwalimu mwingine ambaye ni wa kuajiriwa, sasa taarifa ambazo anatakiwa anazo, awe ana email, namba ya simu, masomo ya kufundishia, pia chuo, level yake ya elimu, fakata aliyoisoma. Unaona? Afu awe na check number. Baada ya hapo anapaswa awe na TSC number. Kwa hivyo vitu, mwalimu ambaye ni muajiriwa permanent serikalini anatakiwa awe na hivyo vitu. Narudia tena, anatakiwa awe na cha kwanza awe na majina yake kamili, awe na email, awe na check number, awe na TSC number. Baada ya hapo namba ya simu, awe anajua kabisa yeye elimu yake ni ipi, ni degree, diploma, certificate. Unaona? Ajue faculty yake iliyopo kwenye cheti amesomea nini na masomo ya kufundishia. Kwa akiwa na hivyo vitu, basi ndio unaweza msajili hapa. Na ukimsajili hapa sasa, ile email ambayo ataitumia hapa, email ambayo inatumika hapa, ndio email ambayo atakuwa anatumia kuingilia kwenye huu mfumo kuita majina. Kwa hicho inabidi ukijue. Kwa hiyo kwa ajili ya usajili ndio ujue kabisa utacheza kwenye staff management kusajili walimu na ambao sio walimu. Kwa kuklik hapa add new, ukishasema add new, basi basic information utaanza nazo hapa. Type utaselect kwamba huyu ni mwalimu, ni teaching. Designation ni mwalimu kawaida.
Sex hapo uta select male. Hivyo kwa utashuka tena hapa chini, first name nini na nini zipo hapo kama unaziona hapo. Then Lulu hapo unampa Lulu kwamba huyu atakuwa ni class teacher. Unabonyeza kwamba ni class teacher, unabonyeza kwa mshale yako. Hapo pia ni subject teacher. Una click hapo. Kwa hiyo yanakuja huko. Umeona? Sasa kama pia ni discipline master, basi unaweza bonyeza kwamba huyu pia ni discipline master na yenyewe unaivuta ije huko. Unaona? Ukiona umekosea basi unaweza rudisha. Ukabonyeza hivyo ukarudisha mshale kwamba huyu sio discipline. Unaona? Na unaweza mbonyeza nikarudisha kwamba huyu sio. Unaona? Kwa hiyo unaweza sema huyu ni class teacher, mwalimu wa darasa. Afu huyu ni subject teacher, maana yake kuna masomo anayofundisha. Kama ni headmaster pia umpe kazi ya headmaster, unaweza mpa hapa kwamba na yeye ni headmaster. Unaona? Ukikosea una click mara moja huku unairudisha moja nyuma. Unaona? Kwa baada ya hapo kijaza hapo unabonyeza next. Next itakuja taarifa zingine zinazofuata hapa. Unaona, employment information, employment type. Hapo ukisema contract maana yake ni kwa mkataba. Permanent ndio hao kwa ajili ya serikali, on check number. Volunteer anayejitolea. Kwa mfano ukisema permanent, haya date of first appointment, alianza kazi lini, ile barua yake ya ajira ni lini. Alafu hapo utaweka check number yake. Alafu hapo utaweka TSC number. Then unabonyeza next. Ukibonyeza next ndio hapo unakuja kuselect professional level. Yeye elimu yake ni ipi kati ya hizi. Utaselect hapo. Unaona? Alafu utakuja mbele ukisha select hapo basi na faculty yake. Hapo mfano ukiselect let's say degree. Baada ya kuselect degree, professional yake degree ya nini? Bachelor of Arts Education. Unaona? Alafu hapa masomo sasa kwamba huyu ni Kiswahili. Utasearch hapo utasema ni Kiswahili. Unaona? Sema ni Kiswahili unavuta pale labda na history. Hivyo. Unaona kwamba huyu amesoma Kiswahili na history. Baada ya hapo utabonyeza next. Ukibonyeza next hapa inakwambia select hapa masomo anayofundisha ni ipi kati ya Kiswahili na history. Kama anafundisha masomo yote weka hapa na hapa weka tiki. Kama anafundisha masomo yote muda huo. Maana kuna mwingine umesoma masomo mawili ila hujapewa masomo yote. Kama kwa umepewa somo moja basi weka tiki kwenye somo moja kama mimi nafundisha Kiswahili. Then unabonyeza next. Next hapa kinachofuata inakuuliza hapa kwamba kuna disability yoyote ya mhusika huyu staff. Kwamba ana ukilema wowote. Kama na ukilema unachagua hapa kwamba ukilema wake ni upi na unavuta. Unaona? Mental disability unavuta. Kama hana basi manake hizo zote unaachana nazo. Unaona? Kama hana unaachana nazo, unabonyeza cha mwisho unabonyeza submit. Kwa ukisubmit hapa utakuwa tayari umeshamsajili mfanyakazi wako. Unaona? Atakuwa ameshaongezeka hapo kwenye list. Kwa wafanyakazi wote, taarifa za wafanyakazi unazisajilia hapo kwenye manage staff management. Then kuna kipengele kinachokuja cha attendance. Hii attendance unaita kawaida hapa. Maana kwa wafanyakazi wote sasa unaweza kuwa unafanya mauzo yao. Mfano leo ni weekend ndio maana zimefent hizi. Tarehe 5 watajitokeza hapa wote. Wakijitokeza unaweza anza hapa kuita majina. Sasa by default utakuta wote wamewekewa wapo kama unavyoona wanatiki hapa. Sasa kama wote wapo unaiacha tu kama ilivyo, wewe unamalizia tu huku chini update ya attendance. Lakini ukiona kuna mtu hayupo unaruhusiwa hapa kusema huyu hayupo. Sasa itakuuliza ni siki, anaumwa, hajaomba ruhusa au amepewa ruhusa. Kwa hiyo unasema huyu anaumwa. Then una click okay. Tayari itaandika hapa siki. Na huyu utasema huyu ana ruhusa huyu, unabonyeza okay. Ukishafanya hivyo unabonyeza hapa update attendance. Tayari utakuwa umeita majina siku hiyo ya wafanyakazi wako wote. Unaona? Kwa hiyo ndio kwenye sehemu ya attendance tunacheza nayo kwa style hiyo. Kwa hapa tuko katika hii menu, yani hii menu ya
menu ya staff management. Kwa katika kipengele cha attendance. Kwa kama kawaida tena tukitoka kwenye attendance kipo hiki cha leave. Leave maana yake ni yule ameomba ruhusa. Kwa unaweza ona hapa kama kuna mtu ameomba ruhusa au unampa ruhusa unaweza mjaza hapa. Kwa ukisema add new unaweza mjazia hapa ruhusa yake hapo. Ukimjazia ruhusa yake hapo kama ni anyo nini siki au ni mtamjazia hapo ruhusa basi unaisubmit. Kama tukianza hapa niseme ni anyo. Select ni nani hapa. Unaona? Alafu hapa chini na confirm. Ukiconfirm hapo utakuwa umemaliza. Unaona? Kipengele kinachofuata hapa ni incoming transfer. Wale wa staff ambao wanakuja, wanahamia shuleni kwako. Kwa ukiklik hapo utawaona hapa. Hapa ni wale ambao wanafanya nini? Wanatoka ofisini kwako wanaenda shule nyingine. Utawaona hapa. Kwa hiki kipengele cha staff management kina hayo mambo. Kwa tukirudi tena mwanzo kwenye screen kuu huku unaenda student admission. Sasa hichi hapa ni kuzungumzia mwanzo. Kudaili wanafunzi, kuwapa wanafunzi admission number. Kwa wale wanafunzi mfano form 1 wengi hawapo tayari huko kwenye mfumo hawajaja kwa sababu hawana admission number. Kwa ukiwapa admission number unakuja tu na click hapa admit. Ukiklik admit tayari ataonekana kule ukisha synchronize na unamuadmit. Sasa hawana admission number ndio maana bado wamekaa huku kule hawapo. Unaona? Kwa issue ya namna hiyo. Kwa menu hapo tukizitazama kwa umakini hizi menu zinakuwa zimeshaisha. Otherwise kuna hiki kipengele cha period. Hiki kipengele cha period nitakia update siku za mbeleni. In short hiki kinadili na kutengeneza ratiba za vipindi. Kwamba Jumatatu kuna vipindi gani labda form 1A. Hicho kinadili na hayo mambo. Mfano na select hapa section ni A-level. Darasa section O level. Darasa hapa ni form 1. Stream form 1A. Naona name mwalimu nani hapa labda mwalimu nani aje ana double au ana single au hapo nasema ni kipindi gani kinaanza saa ngapi hadi saa ngapi hapa. Naona kwa hichi kipengele nitakuja update kwenye video inayojitegemea. Tutakicheki. Usisite kwa maana subscribe hapa ili tuende sawa. Kwa hiyo kipengele cha period tutamalizia. Then ukiziangalia hizi menu utagundua hapa tumeshazimaliza zinazohusiana na hiki kipengele cha school management. Kimeshaisha. Otherwise tunaingia kipengele cha kinachofuata chini cha inventory. Unaona? Naingia kwenye kipengele cha inventory. Sasa kipengele cha inventory hapa let's say ni minimize kidogo hii. Hapa kipengele kinachofuata cha inventory. Inventory maana yake ni vitu ambavyo ni bidhaa mali zilizopo shuleni. Ndio unazijaza hapa. Maana yake na yenyewe hii unakutana na menu ndogo hapa. Kwenye inventory yako utakutana na menu ndogo kama unazoziona hapa. Kuna books tracking, furniture, infrastructure pamoja na equipment tracking. Kwa hapa ndio ucheze na kimoja baada ya kingine. In short taarifa hizi hapa ni zile taarifa ambazo zilikuwa zinajazwa kwenye dodoso na taarifa za zile takwimu za shule. Ndio vitu ambavyo vinadili navyo hapa. Kwa tunachokifanya ni nini hapa? Tunaanza kimoja na wenyewe. Unaona? Tunaanza let's say na books. Ukisema books hapo mwanzo kabisa na hapa utakuta hapana. Hii list unayoiona hapa. Kama ndio unaanza mwanzo utakuta list yoyote ile hapa. Sasa hivi hapa vimebi added ndio maana unaviona hapa. Kwa unafanyaje sasa? Unabonyeza tu add hapa. Na hapo tumeingia kwenye books. Kwamba uongeze kitabu. Una select tarehe registration date. Ni siku gani labda umevipokea kwa kitabu. Kwa tarehe uliyoipokea ndio una-click. Then somo gani? Unaona? Unachagua masomo kutokana na vile uliyasajili kule. Kwamba labda ni basic math. Basic math darasa gani? Form 1. Book type, aina ya kitabu. Sasa hapa aina ya kitabu kuna textbook, kuna teacher's guide, syllabus na reference. Sasa hapa textbook ni vitabu vile ambavyo ndio vile ambavyo vimeidhinishwa kwa ajili ya kufundishia. Ndio tunasema ni textbook. Kitabu ambacho
kimetolewa na taasisi ya elimu kwa ajili ya kufundishia. Then teacher's guide ni vitabu vile ambavyo vinaleta mwongozo, vinatoa mwongozo kwa mwalimu anaofundisha kutokana na hichi kitabu cha juu. Syllabus tunazifahamu. Reference sasa ni vitabu vya marejeo. Kwamba unafundishia hichi sawa, lakini kuna sehemu nyingine unarejea, ndio hizi reference book. Kwa hapo mfano naanza hizi textbook. Baada ya hapo book group tunasema ni ya mwanzo, halafu source. Hicho kitabu kimetoka wapi? Ni government. No. Sasa kwa nini nasema ni government? Maana hivi vitabu vimeletwa na serikali. Hakuna cha kusema mhasibu aliandalia budget ya kununulia vitabu, no. Ndio maana nasema hapo ni government. Unaona? Of number of books zipo vingapi? Nasema labda viko 34. Action na kiadi hichi. Yaani naongeza. Leo inaongeza na siku nyingine tena yake nitaongeza. Unaona? Ukishabonyeza hapo basi description unaweza andika maelezo mafupi. Nimepokea labda vitabu vya basic mathematics, mtaalamu ulioboreshwa, vipo kadhaa. Unaweza andika maelezo mafupi hapo kwa file hii, ndio unafanya nini? Na create. Ukisha create ndio vile huwa vinakuja vinasoma hapa. Kwa hivyo una add tena kitabu kwa style ile ile. Unakuja na select kwamba hivi umevipokea lini, ndio unaliassign. Inasema labda nilipokea tarehe 3. Alafu subject somo gani, na sasa historia ya Tanzania, class labda bado ni form 1 vile vile, au inategemea na kuona kitabu form 1, book type hapo. Hivyo nimeshaelekeza maana hii. Kama ni syllabus umezipokea syllabus basi utaandika. Kama syllabus umezinunua hivyo. Unaona? Sasa hii sehemu ya source tena kuna sources za aina 3 hapa. Kuna government. Nimesema ukisema government hapo maana yake serikali imevileta. Yaani nyinyi mmevipokea na pengine vilifikia halmashauri, baada ya halmashauri vikaja shuleni. Kwa hiyo unasema ni government. Hii ya development partners. Hapa maana yake aidha ni mashirika. Kama sio mashirika basi anaweza kawa ni mtu tu amewaletea. Amewaletea. Ndio nasema kwa development partners. Then kama ni buying ndio hapo maana yake shule kama shule imeenda kununua kitu. Unaona? Shule kama shule imeenda. Mfano kuna sehemu tunajaza hapa bidhaa kama computer, sijui nini. Sasa zile computer kama ni shule imenunua, imetoa hela za shule, imezitoa hela za shule, unatumia e-buy. Unaona? Utatumia e-buy. Kama mpewa msaada na kampuni au nani, utatumia development partners. Kama serikali imewaletea utatumia government. Ndicho ambacho tunafanya. Kwa hiyo utaadi kwa style, utaandika description, maelezo kwa kifupi hapo, una submit. Ukisha submit hivyo unaenda. Kwa hiyo hichi kipengele cha vitabu unaenda kwa style hii. Kwa hiyo note hapo unaweza wasajili vitabu vya kiada, utasajili reference books, unaweza sajili syllabus, teacher's guide. Zote unasajili hapo. Unaona? Then ukitoka hapo sasa unakuja kwenye menu nyingine ya furniture. Na furniture inaenda kwa style ile ile. Sawa? Kwa na furniture na yenyewe inaenda kwa style ile ile ambayo tumeitumia huko. Maana yake na yenyewe ujue kuna add new, kama kuna add new na yenyewe procedure ni zile zile. Tarehe ni lini umepokea. Aina ya furniture kama ni vitanda. Source government, serikali imeleta au mmenunua. Sasa hapo kuna muda mwingine utakuta mmeongea na fundi kaja kutengeneza, mmemlipa wenyewe na utumie e-buy. Unaona? Lakini kama serikali imevileta basi hiyo unatumia pale government. Kama kuna shirika fulani limewaletea utatumia ile development partners. Unaona? Sasa hapa ukisema buying, then hapa kwa wenye mahitaji maalum. Kama shule na mahitaji maalum unaweka, kama ipokea vitu vya mahitaji maalum utaweka labda 8. Ya kawaida ambao sio mahitaji maalum ni 17 na 45. Then select action na yenyewe una add. Unaona? Kama mahitaji maalum havipo hata kimoja unaweka 0. Unaona? Ukishaweka 0 hapo nasema na add. Kwa nini hapa tuna add atulimove? Maana yake tunaongeza. Ila siku kwa mfano hivi vitanda vimeharibika, nitakuja kulimove. Umeona? Yaani siku kuna vitanda labda 2 vimeharibika. Nitakuja kwenye kuadi hapa. Alafu siku ya mbele ni huko. Furniture, hawa ni kitanda.
alafu source ilikuwa ni buying. Kwenye mahitaji maalum ni 0. Ya kawaida nasema ni viwili. Alafu hapa na select ni remove. Vipungue maana yake vimeharibika. Sasa nikisha remove nitaweka hapa reason. Kwa nini na remove? Stolen image, burning with fire. Vimeungua, vimeharibika au vimepotea, vimeibiwa na nini, conta select hapa kwamba maybe image. Then nafanya na create. Sasa hapa system itanoti kuna vitanda viwili vilivyonunuliwa. Havipo tena. Umeona? Ndio maana pale maana halisi ya kuadd au kufanya nini, kuremove. Ndio tujue kwa zana hii. Kwa hiyo hapo ipo kwa style kwenye furniture. Hivyo kwa ukienda kwenye infrastructure utafanya style ni ile ile. Unaona? Hapo utaadi, utaandika tarehe, alafu hapa select types ya infrastructure, mfano sasa biology, laboratory. Hapa select building material, imetengenezwaje. Sasa by wall, ukuta pamoja na blocks is nini. Kwa uta select hii hapa. Otherwise kuna muda mwingine hizi nyingine sasa under the tree, kwamba hii biology laboratory ipo chini ya miti. Tree or soil. Trees ni miti imejengwa kwa miti. Open space ipo sehemu ya wazi tu, maana watu wapo pia wanapita hivi wanaona. Haya ni sheet wall, imezungukwa tu na wigo wa nyavu. Glass au board. Hii board hii maana yake mnayazima jengo sehemu, huwa labda mnalipia koti. Ndio board. Kwa hapo unaangalia mwenyewe, una select hapa, then select durability. Je, ni temporary au permanent? Kwa maana kuna jengo lingine unaweza ona hili ni temporary au hili ni permanent. Kwa temporary maana yake ni la muda, permanent maana yake ni la milele. Toto ipo ngapi? Zipo ngapi? Labda hizi bauli laboratory ipo moja. Haya. Baada ya hapo hapa chini na una select action, una add au una remove. Nimeshaeleza maana ya kuadd na kuremove. Kwa utafanya kama nilivyosema hapo. Then una create. Ukicreate basi zote huwa zinapangana kule. Naona zitapangana hapo. Kwa hivyo kama kuna kasiki, kuna nini, kwa una select vitu vingi. Infrastructure zipo za aina nyingi hapa kama unavyoziona. Kwa ukishuka hapo utaviona vingi sana. Unaviona? Kitchen, incinerator, head school offices, head teacher office, handball pitch, hostel. Kwa vipo vingi, utaselect, utasave kwa style hiyo ambayo umeelekezwa hapo. Then kingine turudi tena hapa. Equipment na yenyewe ni kwa style ile ile. Na yenyewe unaadi kwa style ile ile. Haina utofauti. Utaselect aina ya equipment, wheelchair, illumination, television, DVD. Kwa utaadi kimoja. Radio, printer, photocopy, projector, tablet. Unaona? Kwa utasema photocopy, number of equipment zipo ngapi? Labda zipo 2. Ni government imewapa, development partner au buying. Buying ndio hivyo, shule inatoa hela kwenye budget fulani ya shule pale juu utaingia kwenye buying. Government maana yake imewaletea, imewasainisha, vimefikia labda halmashauri, then wakaja kwa kabisa. Baada ya hapo hapa unasema na yenyewe una add au una remove. Kama una add maana yake zinazidi kuongezeka. Remove maana yake kuna kingine kimeibiwa, kimepotea au hivyo kimeharibika. Kwa baada ya hapo utasave. Unaona, utacreate. Kwa hichi kipengele kipo hivyo. Uzuri ni kwamba hivi vipengele vingapi hivi vinafanana. Kwa maana hiyo ukiangalia hapo utakuwa umeshamaliza kazi hapo. Yaani hii menu hii ambayo tunacheza nayo hii ya school inventory hii imeshaisha kwa style. Then kingine kipengele kinachofuata ni cha chini cha class operator. Sasa hii cha class operator mara nyingi kinatumika sana na walimu wa madarasa. Sawa? Hiki walimu wa madarasa ndio hapo wanapotumia kuita majina na kufuatilia mienendo na tabia mbalimbali za wanafunzi. Kama sio mwalimu wa darasa, hii class operator unaweza usione. Kama sio mwalimu wa somo, hii class operator unaweza usione. Kwa hiyo na yenyewe ukiklik na menu ndogo hapa, menu ndogo yenyewe hapa kama mnavyoiona imeandikwa tu manage.
Unaiona? Kwa hiyo ni menu ndogo tu inaandikwa manage. Kwa hiyo na manage nini? Na manage darasa. Sasa kama na manage darasa kivipi? Ukiklik hapa ndio utakuta kuna mambo inabidi yajaze yanayohusiana na darasa. Sasa ni mambo gani hayo? Uangalia hapa. Pana vitu hapa vimepangana. Ndio ujue kabisa hizi menu namna ya kuzifanya, kuzifuatilia ni hizi. Na zipo nyingi. Sawa. Kwa utaanza hapa labda hii ya kwanza student attendance. Kwa kama ni mwalimu wa darasa na kuna muda mwingine wewe mwalimu wa darasa utaona hapa utaona darasa lako unaloshughulika nalo litakuwepo hapa. Sawa. Kwa likiwepo hapa ndio utakuwa na uwezo wa kuita majina na kufanyaje. Darasa lako litakuwa hapa. Kwa kwenye hilo darasa lako utalifanyaje? Ukiklik ile darasa utafanyaje sasa? Cha kwanza kuna student attendance, utakuwa na uwezo wa kuita majina mwalimu wa darasa. Kwa yeye hata akiingia kwenye account yake atakutana na menu ya namna hiyo. Kwa kuna video nitaelekeza hiyo separate inayohusiana na mwalimu wa darasa namna gani anaingia kwenye hiyo account yake hiyo. Kwa ataita majina, pia ataangalia absenteeism, atawafanyia follow up, assessment ya maendeleo ya kitaaluma, tabia za wanafunzi, behavior, kuna subject hapa na nini, ataangalia hapo vitu vingi. Unaona? Kuna behavior nyingine za kawaida, repeating, wanafunzi waliorudia darasa. Hivyo, kwa ataangalia na timetable ambayo itakuwa imeshasetiwa kule mwanzo. Unaona? Kwa issue ya namna hiyo ipo hapo kwenye class management. Kwa hii hapa nitaelekeza vizuri. Nitaelekeza vizuri pale kwa mwalimu husika kwenye account ya mwalimu wa darasa. Kama mnavyoona mfano hapa timetable stream from 3A. Ingawa hii timetable nimesema na yenyewe nitaelekeza namna gani ya kujaza ili ije kae hapa. Utaweza kuprint hii timetable. Kwa hivyo tuangalie kipengele kingine hapa. Tukirudi hapa nyuma. Sasa kipengele kingine ni cha dues. Hiki dues na chenyewe nitakipa muda kuelezea mambo yote yanayohusiana na hii dues. In short, hapa huwa inadili na kujaza taarifa mbalimbali za wanafunzi. Taarifa ambazo utakuta mwanafunzi labda anakuwa na matatizo fulani ya kishule, matatizo private ya familia, ya yeye mwenyewe nyumbani huko anamsibu mambo gani njiani anapokuja shule. Kwa hii inadili sana na hiyo vitu. Pia inahusiana na net za malaria ya dharura. Kwa hapa nadili na hivi vitu na vyenyewe tutaviona kwenye video nyingine. Then assessment score na yenyewe mwalimu atakuwa anaingiza, mwalimu wa darasa anaweza kuingiza marks za wanafunzi kutokana na darasa lililosainiwa na nini, na yenyewe utaona. Then kipengele cha mwisho labda kwa leo hapa ni cha user management. Ndio tutamalizia hicho. User management maana yake watumiaji wa mfumo. Sasa watumiaji wa mfumo hapa kwenye akaunti yako ya mkuu wa shule hapa. Watumiaji wa mfumo maana yake unadili na watumishi wako sasa. Naona hapa. Hapo unadili na watumishi wako. Kwa kwenye user hapa sometimes kuna mwalimu anaweza kuambia mbona mimi naingia kwenye account nashindwa. Wewe ujue wa kumsaidia mwalimu wako ni wewe mkuu wa kituo. Kwa sababu wewe ndio unayemtengenezea account, wewe ndio unayemlisitia ile password. Unaona? Kwa hiyo sasa hapa kwenye users hapa ujue kitu inatakiwa ukiklik hii menu ya users management, then click hii users list. Utaona hapa chini hapa utaona list ya walimu wako wote. Unaona? Utaona list ya walimu wako wote hapa. Na ukishawaona hapa unaweza fanya jambo lolote. Kwenye nitaelezea hapa lakini nitaficha baadhi ya vitu hapa. Ukiingia kwenye hii manage users, kwa hapa cha kwanza umeandikiwa hapa to create, to update and to transfer staff, teachers only. Please use manage staff in some menu in school. Yani hii list hapa huwa inakuja kutokana na kule kwenye manage staff. Kwa ukiwasajili kule huku wanakuja automatic. Maana yake huku huwezi wasajilia wafanyakazi hao, huwezi wasajilia huku. Sasa basi huku mwishoni huku
Nionyeshe na mshale mmoja hivi. Huku mwishoni huku kuna sehemu imeandikwa receipt ya password. Sawa? Kwa maana ukiona kuna mtumishi wako anakuambia bwana ingia kwenye account yako sifanikiwi, inanambia long password, sijui long email. Huku kwenye mshale niko cholea huku mwisho kwa watumishi huku mwishoni huku kuna sehemu imeandikwa receipt password. Ukibonyeza pale receipt password, maana yake pale ndio unamtengenezea password mpya. Umeona? Kwa kama unamtengenezea password mpya kama lisawa, atakuwa na uwezo wa kuingia tena. Sasa password yenyewe ni ipi ya kuingilia pale? Sasa hiyo password sitahitaji hapa hadharani moja kwa moja. Lakini najua mkuu wa shule lazima umeambiwa na IT wako halmashauri kwamba walimu wako wataingiliwa password gani. Lazima umeambiwa. Kama hujaambiwa basi unitafuta inbox au ingia kwenye channel ya Mwalimu na Mifumo ya WhatsApp. Kule vitu vingi sana huwa vinapostiwa kule. Tafute kwenye channel ya WhatsApp ya Mwalimu na Mifumo, utakutana na maelezo password ya kuingilia ni ipi. Ila username atatumia email ambayo umemsajili huko kwenye mfumo. Kwa unatakiwa angalia kwa makini email ambayo inaonekana hapa. Ukishaicheck hiyo email inayoonekana hapa ndio username ya mwalimu wako. Password sasa. Rejea kwa IT wako halmashauri alikwambia walimu waingilie password gani. Kama umeisahau basi utamtext WhatsApp kupitia namba yangu ya Voda ambayo ni 07 53 53 80 43 au wewe ni search tu mtandaoni uko andika Mwalimu na Mifumo, utakutana na posti nyingi sana, link inayokuelekeza kwenda moja kwa moja kwenye channel ya WhatsApp. Ukiingia kule vitu vyote utavikuta kule. Unaona? Kwa walimu wa kawaida password ya kutumia ndio hivyo. Then tukitoka kwenye hicho kipengele nimeshakwambia, narudia tena hapa chini kwenye kipengele cha manage staff. Kwenye hichi kipengele cha manage staff, manage user management. User management wake watumiaji wa mfumo. Ukiklik users list utakutana na hii menu ambayo inakuja hapa. Hii menu hapa pana list ya wafanyakazi wote. Kwenye hii list ya wafanyakazi wote mwishoni huku kuna sehemu imeandikwa receipt password. Kwa kuna unaweza click pale ili password irudi ile ya kuingilia mwanzo au ukaachana nayo vile vile aendelee kutumia ile aliyoitengeneza mwenyewe. Na nitaelekeza video nyingine namna gani mwalimu wa kawaida atatengeneza password mpya na namna gani ataingia. Karibu sana katika hii channel ya Mwalimu na Mifumo. Ni mahususi kabisa kwa ajili ya kutoa elimu ya matumizi ya mfumo kama hivi ambavyo naitoa. Sasa basi kipengele kinachofuata hapa ni cha ripoti. Hizi ripoti mkuu wa kituo ana uwezo wa kuziprint. Unaona? Ana uwezo wa kuprint hapa ripoti mbalimbali za taarifa mbalimbali kutoka kule juu. Kwa maana akiklik hapa hivi itakuja hapa. Ukiklik hapa unapata school report, then student report, staff, kwa ana select anataka report gani. Number of teachers at school level. Unaweza ukaklik hapa, hapa itakuuliza unataka uselect upate ripoti kwa style gani, PDF au Excel. Kwa unaweza ukabonyeza Excel kuanzia lini. Unaweza bonyeza hapa kuanzia tarehe 7. Alafu nabonyeza hapa print. Ukibonyeza hapa basi hii ripoti huwa inajidownload. Ikijidownload utaikuta kwenye faili ya downloads. Kama mnavyoiona hapa utaikuta kwenye faili ya downloads, unaweza ukapreview ukaona. Kwa hiyo inategemeana na report umetaka ripoti gani. Unaona? Kwa issue ya namna hiyo books tracking na yenyewe unaweza bonyeza hapa ukaselect format ije ni Excel, hapo utaselect darasa labda ni form 1. Select hapo textbook au teachers nasema text, then nikishabonyeza hapo starting date na yenyewe hapa na select labda kuanzia tarehe ngapi hiyo niliyovipokea hadi tarehe 9 leo. Kwa na yenyewe hapo nitabonyeza hapa print report.
Nikiprint hapa, kama itakubalika hiyo, basi nitaiona hapa, itajidownload, itakuja huku. Kwa hiyo hichi kipengele cha report unapata ripoti mbalimbali, ingawa kuna vitu sasa hivi vipo hapa. Mfano ukisema za school, kuna vitu vipo vingi, na viangalia hapo utakuta haviendani na hii level ya education ambayo nimeselect hapa. Nafikiri kuna muda itakaa sawa, zitakuja zile report ambazo zinazowahusu. Ila kwa sasa hivi hapa hizi report zilizopo za student naona kabisa mfano sasa primary. Sasa hii shule ndio select hapa sio primary. Kwa hiyo report zitaendana kabisa na taarifa za kule juu. After that nafikiri sina la ziada katika hii video, ni ndefu sana. Subscribe tu hapo. Channel ya Mwalimu na Mfumo ipo kwa ajili yako. Share hii video na kwa wengine waone. Usisite kuniuliza kama utakuwa umekwama sehemu. Kwa video nyingine zitakuja zinazoelekeza masuala mengine pamoja na vipengele ambavyo nimeviacha hapa. Nitazidi kuupdate kimoja baada ya kingine. Na next video itakuwa ni namna gani walimu wanaweza ingia kwenye akaunti zao na kufanya baadhi ya vitu. Asante sana na karibuni sana.